Mtu atasingizia biashara hakuna, kumbe kauza kizimba laki6, kaenda mbele anapanga viatu. Ni mkuu wa wilaya ya Morogoro Musa Kilakala akizungumza na wafanyabiashara ndogo ndogo maarufu kama machinga waliopo katika vibanda vilivyopo pembezoni mwa soko la Chifu Kingalu lililopo manispaa ya Morogoro. Kwa sababu wewe unapangishwa na manispaa, unalipa shilingi 10,000 kwa mwezi, kodi ambayo haulipi, na wewe unaenda kumpangisha mtu 50,000, 60,000 na kodi pia ulipi. Sasa bora manispaa tufanye biashara na mtu ambaye anafanya biashara. Kwa sasa wapo baadhi yao wanauza vibanda hivyo kwa wafanyabiashara wakubwa kwa shilingi laki6, huku wao wakienda kupanga barabarani. Sasa maelekezo ya wilaya ya Morogoro, kuanzia sasa anayefanya biashara kwenye iko kizimba ndiyo mmiliki wa halali katika eneo hilo. Mnaelewa vizuri? Anayefanya biashara kwenye iko kizimba yeye ndo mmiliki halali kwenye iko kizimba. Mnaelewa vizuri? Kwa sababu wewe unapangishwa na manispaa, unalipa shilingi 10,000 kwa mwezi, kodi ambayo haulipi, na wewe unaenda kumpangisha mtu 50,000, 60,000 na kodi pia ulipi. Sasa bora manispaa tufanye biashara na mtu ambaye anafanya biashara. Tumeelewana vizuri? Na kama tukifikiria kupandisha kodi, tutazungumza na mtu ambaye anafanya biashara. Wale ambao wanakuwa wanalalamika kwamba tutalipa siku fulani, tutalipa siku fulani, hawalipi, lakini wanapokea kodi kutoka kwa wenzao, jambo ambalo sio zuri na ni kinyume na sheria na taratibu zetu. Wamachinga, mmenielewa vizuri? Sawa sawa. Lakini liko jambo limegusa ofisi yetu. Wako watumishi ambao wametajwa si waaminifu kwenye maeneo haya. Ziko kodi zinalipwa za 100,000, 200,000, lakini risiti hazifanani na fedha ambayo inalipwa. Wako watu wa TAKUKURU watafuatilia kwa kina kujua hizo fedha, na tutahakikisha hakuna fedha ya mfanyabiashara yoyote itakayopotea juu ya jambo hili. Lakini na nyinyi msiwe waoga, fedha mnayolipa ni haki yenu. Ukiona umelipa 100,000 umepewa risiti 50,000, nenda kwa mkurugenzi. Hawa wote hawa waliopo sokoni unawajibika kwa mkurugenzi. Usikae mimi ninachoona ni kwamba unakubali kuumia kwa sababu na wewe mwenyewe pia umepangisha kwa mtu mwingine. Sio, mnanielewa? Niwaombe sana wafanyabiashara, nchi yetu haiwezi kuendelea kama hatulipi kodi. Mlizungumza na mkuu wa mkoa akawakubalia, na tukakubaliana miezi 3. Mimi nilikuwepo. Leo ni miezi 6. Mtu anadaiwa 300,000 amelipa 50,000. Alafu anakuambia nimeenda pale wamekataa, kama wanataka waje kuchukua. Wako wamachinga wengi wanatamani kuja kufanya biashara hapa. Wenyewe mnaona, na ndio maana mabanda mnauziana mpaka 600,000, 700,000 kwenye maeneo haya. Niwaombe sana wafanya biashara, msiuziane haya maeneo. Tuna changamoto kubwa sasa hivi. Watu wameacha maeneo yao, wamekwenda barabarani, na wanaosababisha ni sisi wamachinga wenyewe. Mtu ana meza yake hapa, anaacha, anapangisha yeye, anaingia barabarani. Wale wamachinga wote unaoona barabarani ni sisi ndo tunazalisha kwenye masoko yetu, sio mtu mwingine yoyote. Nawaambieni wamachinga wote ambao wako barabarani, wako ambayo maeneo sio rasmi, warudi katika maeneo rasmi. Serikali imetumia fedha nyingi kujenga masoko kwa ajili ya watu wafanye biashara kwenye maeneo salama ambayo tunayatambua. Kwa hiyo wamachinga wote ambao wanafanya biashara barabarani warudi kwenye maeneo yao. Wale ambao hawana maeneo, sisi serikali tuna wajibu wa kuwatafutia na kuwapanga kwenye maeneo yao. Mtu atasingizia biashara hakuna, kumbe kauza kizimba laki6, kaenda mbele anapanga